Hivi ndio ngoma ilianza katika kipindi cha kwanza, akajaribu kuingia mzima Humphrey Omondi Aroko, lakini hakufanikiwa kuweka mpira kwenye nyavu zake kijana Magada. Baada ikakuwa ni nafasi ilikuwa ambayo ungeandika goli hapa, lakini mwisho wa pasi yake ukakwenda mikononi mwake Magada. Ilikuwa nafasi nzuri sana ambayo Aroko angetulia basi angemsalimia mlinda mlango Abdul Magada, lakini mwisho siku alichukua maamuzi ya kuweza kupima shoot, lakini pia ukifika mahali kama pale piga shuti la nguvu. Uganda wamejaribu vile vile kuweza kupenyeza, mwangalie Hakim pale kando ya mito ya Babeli, tuliketi tukikumbuka Sayuni. Mabingwa walituamuru tuwaimbie wimbo tamu, tungeimbaje wimbo wa Bwana kwa vinywa vyetu vichafu, tukavitundi tumwimbie shangwe mwamba wa wokovu wetu, tuje mbele zake kwa furaha, tumfanyie shangwe kwa zaburi wako. Yeye ni Mungu mkuu, mfalme mkuu juu ya miungu yote, sifa na utukufu ni vyako, uhimidiwe Bwana siku zote. Njoni tumwimbie, tumfanyie shangwe mwamba wa wokovu wetu, tuje mbele zake kwa furaha, tumfanyie shangwe kwa zaburi wako. Yeye ni Mungu mkuu, mfalme mkuu juu ya miungu yote, sifa na utukufu ni vyako, uhimidiwe Bwana siku zote. Mwimbie Bwana, pigeni kelele kwa nguvu zako, inuka simama tembea kwa ujasiri, mwimbie Mungu wako. Wewe kabla hazijaja siku zilizo mbaya, utakaposema mimi sina nguvu wala furaha ya kulihubiri neno lake Mungu, kabla ya jua na nuru, nyota, mwezi havijatiwa giza, kabla ya kurudi kwake Bwana, mwimbieni Bwana kungali nafasi.
mwimbieni Bwana kwa kinubi na kwa sauti ya baragumu. Mfalme, bahari na ivume, vyote vijazavyo ndani, mito na ipige, nipige makofi, niimbe kwa furaha. Mwimbieni Bwana kwa kinubi na kwa sauti ya baragumu. Mfalme, bahari na ivume, vyote vijazavyo ndani, mito na ipige, nipige makofi, niimbe kwa furaha. Mwimbie Bwana, pigeni kelele kwa nguvu zako, inuka, simama, tembea kwa ujasiri, mwimbie Mungu wako. Wewe kabla hazijaja siku zilizo mbaya, utakaposema mimi sina nguvu wala furaha ya kulihubiri neno lake Mungu, kabla ya jua na nuru, nyota, mwezi havijatiwa giza, kabla ya kurudi kwake Bwana, mwimbieni Bwana kungali nafasi. Tukifika juu mbinguni, tutaimba nyimbo za furaha. Sote tulio hapa duniani tutaungana tuwe kundi moja, wimbo wa sana Mwana Kondoo. Mbinguni juu tutaimba kweli, Yesu akiwa mwalimu wetu. Waimbaji jameni, tusikose pale. Mwambie Bwana, pigeni kelele kwa nguvu zako, inuka, simama, tembea kwa ujasiri, mwimbie Mungu wako. Wewe kabla hazijaja siku zilizo mbaya, utakaposema mimi sina nguvu wala furaha ya kulihubiri neno lake Mungu, kabla ya jua na nuru, nyota, mwezi havijatiwa giza, kabla ya kurudi kwake Bwana, mwimbieni Bwana kungali nafasi. Mwimbie Bwana, pigeni kelele kwa nguvu zako, inuka, simama, tembea kwa ujasiri, mwimbie Mungu wako. Wewe kabla hazijaja siku zilizo mbaya, utakaposema mimi sina nguvu wala furaha ya kulihubiri neno lake Mungu, kabla ya jua na nuru, nyota, mwezi havijatiwa giza, kabla ya kurudi kwake Bwana, mwimbieni Bwana kungali nafasi. Mwimbie Bwana, pigeni kelele kwa nguvu zako, inuka, simama, tembea kwa ujasiri, mwimbie Mungu wako. Wewe kabla hazijaja siku zilizo mbaya, utakaposema mimi sina nguvu wala furaha ya kulihubiri neno lake Mungu, kabla ya jua na nuru, nyota, mwezi havijatiwa giza, kabla ya kurudi kwake Bwana, mwimbieni Bwana kungali nafasi. Mama,
maeneo ya Rwanda. Ndio nyumbani kwao, ndio mashabiki wametulia tuli kabisa, wana subiri bao kwa hamu na hamumu. Bado hawajila Kenya watapata goli, basi tutajua umuhimu wake. Tazama, maana kwa mbali imemuona mchezaji Tyrone Kariuki Junior, Messi wa Kenya, mchezaji ambaye ameng'ara pakubwa kabisa kwenye michuano ya mwaka huu Makori. Na iwapo ataonesha umaridadi na ubora wake wa 100% hapa, labda huenda akatawazwa kuwa mchezaji bora kabisa wa haya mashindano. Kijana ambaye ndio mwanzo tu anaingia kusherehesha mambo yake, anategemewa 100%, amekwisha kuingia ndani. Anachukua nafasi yake bila shaka Eli Owande, ndiye mchezaji ambaye atakuwa anatoka. Eli Owande kwa upande wa Junior Stars ya Kenya. Mtazamaji popote pale ulipo, kwa mara nyingine tena karibu sana kwenye ngwe ya pili ya michuano ya Sekafa kwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 18, ikiwa hii ndio fainali. Badiliko la tatu wanafanya Kenya, kipenzi cha wengi, kipenzi cha mashabiki, kipenzi cha wanasoka wa Kenya. Tyrone Kariuki Junior ameingia uwanjani, anatokea katika mtaa wa Dandora Phase 3, ndo amekulia sana nyota huyu wa Rainbow ya hapa nyumbani na ushiriki ligi ya NSL. Na kipindi hiki cha pili watakuwa wanaanza Kenya, tukienda mapumzikoni, ili kwa bado ni bila. Kama ndo kwanza jiunga nasi, Kenya wamevalia rangi nyekundu, wakivalia rangi ya njano ikikatwa na rangi nyeusi pale katikati ya bukta na soksi njano ni Uganda. Nifu wa magoli kule katika nafasi ya Kenya kutafuta magoli. Mpaka sasa hivi ile sanaa ya usanifishaji wa magoli kwa mchezaji Caiphas Owuor bado haijaonekana sana vile. Anakataa Joseph Onyango. Tyrone Kariuki anazidiwa kimo, bado madhambi yanafanyika hapa kwa tafsiri ya mwamuzi Rurisa Fidel kutoka Rwanda dhidi ya Richard Okello, ndiye mtuhumiwa mkuu wa madhambi aliyomfanyia mchezaji Tyrone Kariuki. Ndio hii hapa, Richard Okello akafanyiwa madhambi hapa na mtetezi wake Rurisa akawa ameisha kuyaona madhambi yenyewe. Stanley Omondi, bingwa kuchomokea huyu, anaichomeka na kukabia vizuri. Anakataa Abbas Cheyune. Lucas Kungu. Uganda wanabutua sasa, hawajataka kutulia. Joseph naye pia anabutua. Tyrone Kariuki ajaribu kuweka mtu chobo. Tyrone Kariuki wanakataa katakata huko. Abbas Cheyune. Richard Okello. Richard, lakini mpira unatoka nje. Anasema anaitakia Kenya ushindi Junior Stars. Generali Madhenge akifuatilia ngarambe hii akiwa Nation Center Nairobi. Yeye ni afisa wa usalama na kisha kila kitu kinakwenda sambamba. Utakuwa ni mpira wa kurushwa, watarusha Uganda. Na kwa picha ambazo ziko moja kwa moja, mtazamaji, waziri wa michezo Ababu Namwamba, kwa mbali ukizisikia kelele hizo, ni makaribisho ya waziri wa michezo Mheshimiwa Ababu Namwamba ambaye rasmi anafika hapa Kenya akishambulia. Kibe, Adrian Kibe anapiga shot kutoka nje wakati akiingia waziri Ababu Namwamba. Adrian Kibe
shoti la kwake linakwenda nje. Ila kwenda nje. Adrian Kibet huyo anasaka goli muhimu lake la 4 katika haya mashindano, na alifunga goli muhimu sana, Kenya ikifunga Rwanda katika mechi yao ya pili ya makundi, kundi likiwa ni la A, na pia alikuwa katika maeneo si mbali sana na haya ambaye amepiga ule mpira ukapaa juu kabisa. Adrian Kibet, nyota ambaye nyota yake inazidi kung'aa, umri wa miaka 16 tu na 9. Alex Yiga jaribu kudhibiti kumtafuta Abubakar Mayanja, anacheza visivyo. Mayanja kipenga kinapolizwa, amemchezea visivyo super kapita Amos Wanjala. Bado ni bila mtazamaji. Amos Wanjala ni moja kati ya makapteni ambao wameonyesha ubora wao katika kipute cha Sekafa kwa wachezaji sio zidi umri wa miaka 18 ikifanyika nyumbani. Wanataka kuonesha kila mbinu wachezaji wa nyumbani hapa, wakijua fika kipindi cha pili wakipata goli itakuwa raha. Batibu Okello, baada ya kutoka kwa mchezaji Louis Anguti kwa upande wa Uganda wambadilisha mfumo makori hapa kwa sababu wanacheza mabeki watatu. Uzungumzia Sabri Mpasa, Batibu Okello na Simon Mukisa. Kwa hivyo Alex Yiga amepewa jukumu la kuweza kusonga mbele, lakini wakati akishambuliwa Innocent John Kisolo anarudi nyuma kuweza kuweka ukigo kiasi hivi kwa Waganda. Stanley Omondi, Stanley anaipaisha juu kabisa huko kumtafuta Louis Ingavi anajaribu kupiga shule kila katakata huko. Sabri Mpasa anapanda tena Saju Abbas Cheyune. Louis Ingavi anawahi mpira, anadokolewa lakini anakataa kuweza kwenda chini. Bado Louis Ingavi nao ananyang'anywa, anapokwa mpira ule unachukua sasa Uganda. Alex Yiga anachelewa kufika, mchezaji Alex Yiga kwenye karamu ambayo alikuwa amealikwa. Anakaribishwa hapa waziri wa michezo Babu na Mwamba na rais wa shirikisho FKF Nick Mwendwa. Kwa mbali nimemuona waziri Murkomen, sijui wanaingia vizuri ku Uganda. Mayanja, Abubakar Mayanja na kata Amos Wanjala. Amos Wanjala anamjua vizuri Abubakar Mayanja, akiingia katika ile maeneo anaweza kuleta hasara kubwa kabisa, kwa hiyo inabidi amemakinika asilimia na kuiondoa ngome katika maeneo hata. Anachelewa Innocent John Kisolo na uwahi mpira. Innocent Kisolo anasukuma hapa. Stanley anapomecheza sawa, kila mmoja na nguvu zake. Lucas Kungu anaipenyeza kwa Tyrone Kariuki Jr. Tyrone Kariuki, Stanley Omondi kwake Collins Ochieng ajaribu kupiga pasi, wanakataa kwenye kidari hapa. Ni mchezaji Simon Mukisa, ngoma kwa Sabri Mpasa. Sasa macha Batibu Okello chini kwa chini, anaambiwa hapo hawezi kupita mchezaji Abubakar Mayanja. Wanapata ikabu. MJ Mash wa NTV Eldoret anafuata kwa karibu sana ngarambe hii, wakati namuona pia Robert Masai akiwa maeneo ya Kajiado, anapata raha kwelikweli. Wanapata kona Uganda huko. Asante sana Lomadede Winston kutoka CAK wa EQA, anasema yuko ndani pale. Communication Authority of Kenya anasema wanafuatilia vizuri kabisa pale wa EQA. Muhimu sana kabisa. Lomadede Winston, asante sana. Kona kwa Uganda, anaambiwa kila mmoja asimame kivyake. Louis Ingavi, njoo hapa na usije karibu yangu sana, simama pale, angalia kimo changu. Anasema na kuona mkubwa uko juu sana. Anatia na kubali matokeo wakati kone na kwenda kuletwa. Igo One Muite Balo Thoko anafuata kwa karibu sana karambe hii. Tazama kona, inaletwa kona ile, kichwa kuna mtoko bado tayari kwenye mlango wa Kenya. Wanaondoa sasa hapa ni Cyphers War, anakuja nyuma kwa kujinaki, lakini wanaupoteza umiliki wa ngoma. Sabri Mpasa watarusha Kenya. Bado kipindi cha pili hakijatulia mtazamaji, kumbuka hii ni finali. Tyrone Kariuki anajaribu kupekecha, anaambiwa mtu tulia. Kariuki washautea hapa. Tyrone Kariuki Jr. Louis Ingavi
Adron Kibe, Teron Kariuki, wachezaji watatu wa safu za mbele ambao wamehangaisha timu kwenye mashindano haya. Na sidhani kama wanataka ingoma labda washindwe kufunga Waganda, ikwende labda ifuate nyayo za ile ngoma ya nusu fainali na Tanzania iliyokwenda hadi dakika 120 haina goli, na ikabidi matuta ya Mwena ndio mshindi. Kenya kafunga 4, Tanzania 3. Tusubiri tuone, manake mashabiki nao
ingakientambe ukorera Yesu umwana Daudi narera mabebe ukaiwelio giriaye ukabatabia murangiri bakamotebia moyo ukurangiri moyo no monto ya seriti bora petisai akabugo chandika ingakienda amatega turubaniwe maso ababwena akabugo chandika ingakiniri wika mama isa wika bika imijando yao yaera omwana onyasaye keraika omwana onyasaye keraika akamote imukiagesero kia ogenda ukwigina kwao wakubwenire Urende nje na kuro moyo korore kana tatani ganyobete takorera oigure takorera oigure takorera oigure eo moyo Yesu nareo Amande vantavire navo vachandengete vunanje korendero vana vavo munguvare cheranganyire vose Yesu ranginyore nanganyire tindojikende yavetereye narure inkaseito narimeire taoni vose nikonyeke mere mongo kora iyaerire onkoirana semenyete vivuri mbitato munyene nyomba osiekire aye vonorerio vyankongeire ngaingochia erinde nyevise ngaingochia ovosokuovo novonene monomite cherarosire namasavane atekariwaikerana omwana omingo tagutware birangarario orarware pressure usoborwire mwankoro buyochandiki asikarayaka mabi abebuya buyosekerwe nare yomba mabi Mwamuzi wa katikati uwanja kutoka taifa la Rwanda Innocent Kisolo. Namna gani hapa Batibwe mambo amecheza visivyo. Kocha wa Gusii Starlets Oyori anafuata Ngarambe kwa karibu sana akiwa katika kaunti ya Kisii. Asante sana vile vile Afande Isa Mwadama. Nasema unafuatilia matangazo Afande Isa Mwadama, shukran jidan. Tyron Kariuki Jr. anakata Alex Yiga. Anapiga potelea pote huku. Kisolo anatafutwa. Cheza vizuri. Baron anaitambariza chini kwa chini. Aldrin Kibe anateleza. Anageuza mtu sasa. Anapita katikati yao. Aldrin Kibe anabanwa na watatu. Anaingia Richard Okelo, anamnyang'anya mpira. Okelo anaanza safari. Richard Okelo anageuka vizuri. Richard Okelo kwa Alex Yiga. Abubakari Mayanja. Travis Mutiaba anajaribu Baron, anakatana kwa goalkeeper Ibrahim Wanzala na uwahi mpira akiwa yuko chini. Baron Ochia anabingiria chini kwa chini hapa, kijana ambaye amekuwa na msaada mkubwa katika safu ya nyuma ya Kenya. Baron Ochieng alikutana na Ibrahim Wanzala, ndio manake ni kama ambaye walikutana, mdomo wake ni kama anaushika ambao umepata kuguswa hapa, wakati imesha kumuona tabibu wa timu ya Kenya ameshaingia haraka upesi
huo wako wawili kiongozwa na Frederick Otieno, naye Bonventure Odire yuko kwenye hali yake nzuri kuhakikisha kwamba kijana Baron Ochieng anapata huduma ya kwanza hapa, mchezaji wa Sofapaka. Mechi ni ngumu kwa kweli. Pia yuko chini mlinda mlango Wanzala. Mchezo mzito, mchezo mgumu. Timu zote mbili zinacheza kwa nidhamu ya ulinzi mkubwa sana, na vile vile wanacheza kwa nidhamu, na anavyoonekana pale Ibrahim Wanzala anapopata ganga ya mganga ni kana kwamba hatujui, hatutabiri, hatuombi, lakini kana kwamba ana maumivu ambayo yanahitaji kuweza kuwekwa sawa. Bado yupo chini, ananyanyuka Baron Ochieng, lakini bado hajasimama kwenye miguu yake miwili, lakini bado anakaa kitako. Hawa ni baadhi ya wale ambao wanajua kwamba wanahitaji shughuli hii iweze kuzalisha goli. Si watoto wadogo, si wazee, si marika. Huyu hapa anamwambia Yoweri Kaguta Museveni, nikirejea maeneo ya Uganda niite Ikulu. Anawakilisha mashabiki wengi ambao wamesafiri kutoka Kampala, na hivi hiki usikifanye, hiki kifanye. Na angekuwa labda Mwenyezi Mungu hajamuita mapema shabiki shakiki wa Kenya Isaac Juma, angalikuwa hapa. Mwenyezi Mungu azidi kuiweka roho yake mahali pema penye wema. Anton Ahulia, moja kati ya makochi ambao pia wanaibukia kwa uzuri kabisa. Kocha mkuu wa Bidco United amehiari kunyanyuka sasa Kenya One wa Junior Stars. Ibrahim Wanzala akisha nyanyuka tu, matumaini yanarejea. Naam, pumzi zinashushwa sasa. Wanaingia wa Musa, Saifa Sowori, mtazamaji anasema nilifanya kitu kimoja hapa, hiki na kifanya cha pili. Saifa Sowori anawauliza mimi ni nani, nyinyi ni kina nani, hapa ni wapi? Hapa ni Kisumu, nyinyi ni wa Kenya na sisi ni wa Kenya. Sasa ni kazi ya kuchomekea, sasa ni kazi ya kuchomekea. Chomekea kila mmoja ulipo, alafu cheza kidogo, ringa kidogo, onyesha maringo kidogo. Dakika 66 mtazamaji, anakuja kuwa nyota wa Kenya, anakuja kusema kocha hujakosea kunianzisha. Saifa Sowori anatanguliza bao kwa Kenya 1-0. Waamsha na kuwapa raha na burudani wachezaji wa timu ya Kenya. Mashabiki wao hapo wanapata raha kweli kweli. Angalia ilitoka kwa Ibrahim Wanzala, aliweka kubwa kabisa. Naye kijana Saifa Sowori, mzaliwa tarehe 12 mwezi wa 8 mwaka 2006, akitokea katika akademia ya nahodha wa Kenya Michael Engineer Olunga Mofa, anajaza kitu ndani hapa, anafanya kile alichokifanya labda wakati wa mechi yao dhidi ya Tanzania, akifunga goli muhimu, goli ambalo lilipeleka Kenya katika fainali wakipiga dhidi ya Tanzania. Goli la 4 kinamatika, magoli 4 kwa Kenya, 3 kwa Tanzania. Mashabiki wanapata raha kweli kweli, na alikuwa ameumia kwenda chini, akanyanyuka akaweka kitu kizuri. Dakika 65 Saifa Sowori anaiweka Kenya uongozini. Kenya 1 Uganda 0. Goli muhimu sana, goli muhimu ambalo mashabiki walikuwa wanalisubiria mtazamaji. Na hapa kunanyanyuka kadi ya njano, kunanyanyuka kadi ya njano hapa, ikiwa wanaambiwa ni nafasi ya kuweza kupata tama la maji, ni nafasi ya kuweza kupata tama la maji. Ni kitu ambacho makipa wachache sana waweza kukifanya, tukifanya Ibrahim Wanzala. Angalia hapa, waziri wa uchukuzi anasimama vile vile, sekretari jenerali wa UDA
mashabiki wanasimama, anasimama Nick Mwendwa vile vile. Yani hapa kila mmoja anasimama, huyu naye kaja akijua kwamba nitainyanyua bendera. Mashabiki nimesema awali Makori kwamba kinachotenganisha mashabiki na kusimama ni goli la Kenya. Ni goli la Kenya, na ndio hilo goli limeingia. Bari Otieno amekaa Sako Kobako na Doris Petra, naibu rais. Bari akiwa yeye ni afisa mkuu mtendaji. Mashabiki wanapata raha kwelikweli ndani ya stadio de Jomo Kenyatta, kaunti ya Kisumu kuu, na waka moto hapa, wimbo baada ya wimbo, raha juu ya raha, burudani juu ya burudani hapa. Sasa wataimba hadi asubuhi hapa. Steve Juma anapata raha kweli kweli, anasherehekea pia. Mashabiki wamekuja na bendera zao. Mashabiki walikuwa nasubiri kwa hamu na hamomo, wamebisha wakabisha, mwisho wa siku wanafunguliwa. Ibrahim Wanzala anahusika tena, na alihusika kwa mikwaju miwili katika mechi yao iliyokwenda matuta, wakati ana kwa mikwaja Sharifu Wilson na Said. Mwisho wa siku tena aliyehitimisha shughuli Saifa Sotieno War tena anahusika hapa. Kenya 1 Uganda 0, dakika 69. Shughuli safi angani. Ananikumbusha wakati mmoja mchezo wa ligi kuu taifa Kenya, Kenya Police dhidi ya Bandari, akitanguliza mpira mlinda mlango Patrick Matasi moja kwa moja kwa Clinton Kinanga, akadungua kitu katika uwanja wa Stadio Mbaraki maeneo ya Mombasa. Nakumbuka mechi hiyo ilikuwa. Kwa nini siku moja atakuja kutua glove yake Patrick Matasi? Otieno. Sehemu mbaya sana kwa Kenya, sehemu nzuri lakini kwa timu ya Uganda. Ni sehemu mbaya kwa Kenya lakini sehemu nzuri kwa Uganda. Dakika tunazihesabu 20 hapa. Yupo Hakim Muti, yupo hapa vile vile mlinda mlango Ibrahim Wanzala, anasema sogea kushoto, sogea kulia. Ukuta wachezaji 4 akiwemo mfungaji wa goli la pekee hadi kufikia sasa Saifas Owuor. Huyu penalti yake ndio ilipeleka Kenya kwenye finali, na huenda goli lake likaipatia Kenya taji endapo mpira huu ikabu hautakuwa na natija. Travis Mutiaba, dakika 71. Travis Mutiaba, ukuta wachezaji 4. Yupo Tyron Kariuki pia kwenye ukuta. Mutiaba ovyo kabisa. Travis Mutiaba akiwa nasaka goli lake la pili katika haya mashindano, ana goli moja hadi sasa. Huyo ndiye Wanzala, moja kati ya makipa ambao wanaibukia kwelikweli hapa Kenya. Atakuja kwa moto kutia mbali na kufuata nyayo zao akina Onyiso, akina Shikalo Faruk. Wanaingia Kenya tena huko. Tyron Kariuki, Tyron. Sasa mashabiki wanajua cha kufanya nini, na wachezaji wanafahamu. Anakuja Kibe Kariuki, wachezaji wawili, anaingia Owuor piga ubavu wavu. Sasa alikuwa anaitaka Adrian Kibe hapa. Saifas Owuor kidogo alifanya uchoyo. Makori alifanya uchoyo, angegawa ile ngoma labda tungekuwa tunasema mambo mengine. Ndani ya dakika ya 71 akiwa amefunga goli muhimu dakika 66. Angalia hapa akicheza na Tyron kidogo akakwatuliwa akakwenda chini, akaiwa ile ngoma kwa uzuri kabisa. Badala angeleta pasi na alikuwa amenyatia Louis Ngavi, labda mambo yangekuwa mengine. Angalia ile hiari tu kuipiga ile ngoma akitumia guu lake la kushoto akaijaza nje. Bado muda haujajipa, si muda wa kwamba Kenya tulie, ni muda wa kwamba wacheze mpira wa miguu. Hauna adabu, hauna nidhamu, hauna baba mkwe, hauna mama mkwe, hauna shemeji wala mlamu. Aliyekuwa muhariri wangu kwa wakati mmoja Watson Karuma anapata raha kwelikweli, anasema shughuli safi angani. Mutiaba anakata Stanley Omondi kwake Amos Wanjala, anaipiga mbele kabisa huko goalkeeper Abdul Magada. Asante sana vile vile Kuntai Torome, principal administrator maeneo ya kaunti ya Narok, masala ya michezo.
Mfungaji wa goli la pekee hadi kufikia sasa Saifas Owuor. Huyu atakuwa na wiki ya baraka sana. Endapo mechi tutamatika hivi, huyu wiki yake itakuwa ni ya baraka sana. Ni ya baraka, na hata mustakabali wa maisha yake ya kandanda ni wa baraka zaidi. Wehamba Selas, mwalimu wa Kiswahili, anasema maeneo ya Dagoretti Kona, maeneo ya Munyaka, runinga zote ni Ngarambe inafuatiliwa ndani ya KBC. Shukran Jidan. Asante sana mwalimu msaidizi wa timu ya Bumbani Stars. Bakari Kokoyo anasema anafuatilia Ngarambe akiwa maeneo ya Kikoneni. Asante sana Bakari Kokoyo, kocha msaidizi wa Bumbani Stars, shiriki ligi daraja la pili hapa nchini Kenya. Salimia sana Le Patro Omar Jambia Mnyeto, mpe salamu zangu nyingi sana kutoka kwenye dungu la matangazo. Aldrin Kibe, govu mpya. Sasa nafahamishwa kwamba Chief of Staff na Simiyu Wekesa sasa ametabasamu. Sasa kwake nitabasamu tu. Amepata raha sasa. Brian Jevis Otwale anafuata Ngarambe kwa karibu sana, akipata raha na burudani kweli kweli. Asante sana vile afande mwalimu Mwadama, nasema pia natazama Ngarambe hii. Shukran Jidan kwa kufuatilia Ngarambe hii. Kila mmoja yuko ndani. Louis Ingavi anakata hapa, ni Simon Mukisa. Alex Yige sasa kwa upande wa Uganda anakata. Tyron Kariuki, wawili wanambana, hayawezi kugeuka. Batibwe Okelo anakuja hapa sasa. Amos Wanjala, lakini miguu yake mirefu inamsaliti hapa, natoka nje mpira. Tyron Kariuki Junior. Aldrin Kibe anapiga mbele, lakini hayuko mtu mwenye rangi nyekundu, lakini anakuja sasa huko, anasukumwa na wekewa mwili hapa mchezaji mfungaji goli pekee Saifas Owuor. Anthony Ahuli anasema ni nini unafanya Tyron Kariuki? Piga, waonyeshe kwamba una nafasi kuelekea kule Brazil, waonyeshe kwamba una uwezo kwenda kule Hispania, waonyeshe kwamba unaweza kufika kule maeneo ya Ujerumani. Uganda unakuja sasa. Yiga Alex Yiga Mutiaba. Alex Yiga cheza Abbas Cheyune, anakuja Hakim Mutebi, anapiga ovyo kabisa. Ngoma ile inakwenda nje. Mhusika mkuu ni Richard Okela, alikuwa amenyatia kweli, pia amefunga goli moja hadi sasa. Mashabiki shakeke wa Kenya ametulia sasa, wanajua fika kwamba meli yao iko baharini, tena iko salama wa salamini. Ndani ya dakika 15 zijazo labda takuwa wananyanyuka hapa kusherehekea kombe. Chini ya dakika 15 mtazamaji, dakika chini ya 15 zinatenganisha Kenya na ubingwa. Ingavi Owuor, Saifas Owuor, Saifas Kibe tunatoka nje. Alibembeleza hapa, anamnyanyua waziri wa michezo Ababu na Mwamba, anamnyanyua pia hapa, ametulia hapa. Wallace Karia, huyo ni rais wa shirikisho la mpira miguu kule Tanzania TFF, pia ni rais wa Sekafa Makuri kabisa kanda ya Afrika Mashariki na Kati. Wallace Karia anafanya kazi nzito, waandalizi wote wa Kikeputa anafanya kazi ya ziada. Shirikisho la mpira miguu hapa nyumbani FKF liko chini ya Nick Mwendwa, waziri wa michezo Ababu na Mwamba. Kazi safi nawekwa chini hapa kama sijakosea, na kuna kadi ya njano hapa kuna kadi ya njano Hakim Mutebi, kadi ya njano bila shaka kama sijakosea ni ya Baron, toka tunasahihisha hilo. Kadi ya njano na nyanyulio hapa na mwamuzi Rurisa Fidel. Uganda wakitafuta nafasi ya kuweza kutafuta goli la kusawazisha dakika 77 mtazamaji. Sasa hapa ni Baron onyesha kadi ya njano, ile kadi nyingine ya njano mtawalia. Nusu finali pale pigwa kadi ya njano Baron. Wallahi billahi kipata ngoma ikabu Waganda. Sehemu mbaya sana. Junior Stars wawe makini. Waganda inapigwa huko.
hapa wananyamazishwa wa Kenya. Waganda wanakuja wanarudi mchezoni. Makosa yanafanyika hapa. Ilipigwa si ngumu, si rahisi, lakini mwisho siku Batibu Okello akasema ninachojua kufanya mimi tu ni kupiga tu. Ibrahim Wanzala akashindwa kutoa. Dakika 12 zikisalia, Kenya moja, Uganda moja. Inafunga goli ambalo linanyamazisha Stadio de Jomo Kenyatta hapa. Akaweka kile kitu ndani Abbas Cheyune. Dakika ya 78 hapa, angalia alituliza kwa uzuri. Ibrahim Wanzala kuna kitu angefanya, kome kajazwa ndani. Kenya goli moja. Uganda goli moja. Abasi zia moja, lakini hapa goli lake mchezaji Abbas Cheyune linawarudisha uwanja kidogo unazizima hapa, Makori akiwa chini. Anajua wamesha komboa na pia anaweza kutumia maarifa siku nyingi ya kupoteza muda hapa, akijua sasa ni moja moja. Na angalia madaktari wa timu ya Uganda wameshafika. Keba Rashidi sambamba na Michael Kamu ili mradi waweze kumhudumia na kumpa. Watajilaumu wenyewe, watajilaumu madefenda wa Kenya baada ya ukuta kutengenezwa. Hakuna mtu ambaye aliweza kukaa karibu na mchezaji Abbas Cheyune, hakuna ambaye aliweza kukaa karibu na mchezaji Batibu Okello. Amehiari kunyanyuka Kisolo John Innocent kwa faida ya kwenda pembeni kuendelea kupata huduma na kuhiari labda kurejea uwanjani ili kuendelea na mtanange wa siku ya leo. Nyota wa URAFC ya Uganda Innocent Kisolo, mzaliwa tarehe 18 mwezi wa 11 mwaka 2006. Wakati huo inakuwa ni ngoma ya madhambi kwa faida ya timu ya Uganda, na wanakuja Uganda tena huko. Tyrone Kariuki ambaye anauwahi mpira huko, goalkeeper Abdu Magada kwake Simon Mukisa. pumzika Kisolo, na ingia Frank Katongole namba 4 mgongoni kwa timu ya taifa ya Uganda. Bado ni moja moja chini ya dakika 10, mtazamaji. Dakika ambazo hizi ni muhimu si tu kwa Kenya bali kwa Uganda, maana atakayepata goli hapa, Makori, ana nafasi ya kuweza kuwa bingwa. Je, goli litafungwa upande wa Kenya ama litafungwa upande wa Uganda? Lucas Kungu anababatiza mpira hapa, natoka nje. Dakika ya 81, dakika 9 tu tukifuta kipindi cha pili na finali hii. Wanaingia Uganda huko na umiliki mpira, anaambiwa pause kupita, wanafanya makosa. Hakim Mutebi, Tyrone Kariuki sasa. Kariuki anaipiga moja ndefu huku, wa Kenya ni kana kwamba wamerudi nyuma kuweza angalau kupunguza pressure Waganda. Lakini unapofukuza mwizi hakikisha kifalsafa umeangalia nyuma ukafunga mlango. Huku kichwa kinalia cha Joseph. Kikabu, dhambi linafanyika.
kufungwa kwa goli la Kenya. Amejaribu kufanya kile alicho kifanya wakati ule akimwa Saifa Sotieno kufunga goli la Kenya. Abbas Shisia Wasilwa ukimpa pata bingwa mwenye baraka zake Franklin Wambugu popote pale kwenye janibu hizi. Kwanza Stanley Omondi. Dakika 84 msikilizaji na mtazamaji vile vile. Said anashindwa kuweza kumiliki mpira. Warusha haraka Kenya. Tyrone Kariuki. Lucas Kungu. Tafuta Kibe. Wanapoteza wenyewe umiliki wa mpira Kenya. Kamali kasirika kabisa na Wanjala akampeleka chini, lakini amehari kunyanyuka. Captain na Alvin Kasavuli yuko benchi. Mashabiki sasa kidogo wamenyimwa raha na goli lake Abbas la dakika 77. Wametulia tuli, wanajua pia muda na yeyoma. Dakika 86 wana mwenye rosari mwenye tasbihi mwenye msaafu, chochote ambacho unakitumia kuweza kumfikia Mwenyezi Mungu. Kwa sasa hivi labda bashasha na furaha itakuja baadaye. Anaingia, anatokea katika shule ya Kisomo Day. Ule ni pevu sana. Duncan Oluoch Omala, ukipenda unaweza kumalizia hivyo. Kwa upande wa Kenya ndiye mchezaji ambaye anachukua nafasi yake Louis Ingavi. Alex Yiga Mutiaba anakwatuliwa. Mutiaba, mwamuzi anamhukumu hapa Amos Wanjala, anamwecheza visivyo chini ya dakika 2 kabla ya ngarambe hii kuweza kwenda kwenye dakika 30 za ziada. Ni dakika ambazo Wakenya hawazitaki sana, ni dakika ambazo wanajua kwamba walighadhibiwa na Watanzania licha kuweza mwisho siku kupenya kwa mikwaju ya penalti 4-3. Hii ni nafasi nyingine, lazima Kenya wawe makini sana. Awali nilikwambia Makori kwamba sehemu kama hizi ni wazuri sana kuweza kupiga Waganda. Wako na Hakim Mutebi, wako na Travis Mutiaba, wakimpeleka Abbas Cheyune na wachezaji warefu pale kwenye kijisanduku, basi ni madhara. Hakim Mutebi ndiye atakuwa anapiga kwenye ukuta, yupo Tyrone Kariuki na Kibe. Mutebi lakini kichwa kinalia.
wanauweka mpira nje, utakuwa ni wa kurusha kuelekeza mlango wa timu ya Uganda. Chini ya dakika 2, Kenya goli moja, Uganda goli moja, wakitangulia kufunga Kenya Cyphers War. Dakika ya 67, dakika 10 baadaye Abbas Cheyune akaweza kusawazishia Waganda kwenye fainali hii ya Sekafa kwa wachezaji ambao hawapiti umri wa miaka 18. Kimekuwa ni kipute chenye ufanisi mkubwa, ndio huyo aliyefunga goli la Uganda Abbas Cheyune. Bado na kiu cha kutaka kufunga goli la pili, lakini Kenya wanalitaka zaidi. Duncan Oluoch nawahi mpira, lakini kwa tayari ushatoka nje. Hivyo ni kusema kwamba alichukua ambacho alikuwa hajapakuliwa yeye, akala, asubiri kile ambacho kitakuwa cha halali yake. Swabri Mpasa, Simon Mukisa, Frank Katongole. Mechi ambayo inaangaliwa sana katika pia kaunti ya Uasin Gishu. Eliud Kipyatich anasema anafuata kwa karibu sana na wanariadha wengi wako ndani. Tyrone Kariuki jaribu kumwingia Batibu Okello na kataa. Anaingia Aldrin Kibe. Aldrin Kibe anashikwa, lakini mwamuzi asema nimeiona. Ikiwa dakika 90 hapa, tunasubiri ngapi za nyongeza, na ni 3 ndizo ambazo zinaongezwa. Duncan Oluoch dhidi ya Abbas Cheyune. Swabri Mpasa wanafanya masara. Baron Ochieng. Uganda wanaingia sasa. Hizi ni dakika mbaya zaidi kwenye mchezo wa soka. Anakuja Joseph, anaweka ukigo mzuri kabisa dhidi ya mchezaji huyu Abu Said Karungi. Mipira mifu ina madhara na ni mizuri kwa Waganda. Kizungumzia goli lao ambalo imelipata, ilikuwa ni ikabu, makosa yakafanyika. Dakika 3 zinaongezwa. Mchezo ukitamatika hivi bado tunalo. Tutakwenda muda wa ziada dakika 15, alafu kama baada ya kutakuwa na mshindi, mikwaju ya matuta itaamua. Kenya wanapumzi, walishaikwenda 120 dhidi ya Tanzania. Wanapata kona hapa. Hakim Mutebi anaileta, kipa anajaribu kuidokoa, anaidokoa, natoka nje. Shinikizo juu ya shinikizo kwa Ibrahim Wanzala. Utakuwa ni mpira kurushwa, anapewa jukumu Batibu Okello. Tazama hapa, ilikuwa kubwa kabisa, ikakuja katika maeneo ambayo anajitawala Ibrahim. Mara hii inakuwa ni kona. Wanakuja tena sasa, anakataa huko. Bado wanaleta namna gani hapa? Bado hatari kwa mlango wa Kenya, piga kichwa, wanatoa. Aaron Kibe wanasanzuka sasa Kenya, lakini wapi, safari na kwa fupi. Anateleza Duncan Oluoch. Hakim Mutebi pale katikati, anakuja Abbas Cheyune. Wanaingia tena sasa, Hakim Mutebi, wanaingia Uganda, hatari kwenye mlango wa Kenya, bado anateleza vizuri. Baron anaweka nje, mpira wa kurushwa. Tuseme dakika hizi 3 wamepata kumiliki mpira wa Uganda. Kenya wanautafuta dakika 3 ambazo zimeongezwa. Inasukumwa, kichwa kinalia. Tyrone Kariuki Jr. Tyrone Kariuki unawekwa mpira nje. Amecheza kistaarabu kwelikweli na kuondoa ngoma katika maeneo yao ya kujidai. Charles Okello, bado Kenya wanasaka goli, ni sekunde kadhaa tu. Mavambi yanafanyika hapa, anachezewa ngware kabisa kijana Tyrone Jr. Moja kati ya wachezaji ambao wameonyesha ubunifu wa hali ya juu katika makala mwaka huu. Mara hii ameingia kama nguvu mpya, tuone ngoma ya madhambi itakuwa na matunda yepi. Ni sekunde kadhaa, manake zile 3 ziliongezwa kufidia kipindi cha pili, zimekwisha kuchanika hapa kama majani ya mgomba. Zimechanika kama majani ya mgomba, lakini
Stanley Omondi ana nafasi moja ambayo anakuambia kama si sasa ni sasa hivi. Hii ndio nafasi ambayo wakiitumia vizuri tunamaliza shughuli, wakiitumia vibaya wa Kenya tunaendelea shughuli. Stanley anaipiga. Namna gani huku? Walidharau mpira ule alivyopiga Stanley Omondi, hata mwenyewe alikuwa anajua kwamba unakwenda nje mpira ule, lakini mwisho wa siku tazama tukio. Alileta juu kwa juu Stanley Omondi kaka kama ambaye inakwenda nje, wakajaribu kupaa hapo wachezaji wa timu ya Kenya wakiongozwa na Duncan Oluoch, lakini bado bahati haijasimama. Inatamatika ndani ya dakika 90 zikiongezwa 3-1. Alitangulia kufunga kijana Saifa Otieno Gor dakika ya 65, akakuja kalifuta ilo goli la Gor. Abasi Cheyune dakika ya 77, inakwenda full time score, Uganda 1 Kenya 1, inakwenda mikwaju ya matuta iwapo itatamatika ndani ya 120. Kama pia hakutakuwa na mshindi hapo, tutakuwa tunasema mambo mengine. Kenya 1 Uganda 1, wanakaa chini kweli kweli, ndio nahodha wa timu ya Kenya. Naam, hapa ni kuhakikisha kwamba kila mmoja anaweza kurejesha lile jasho ambalo limemtoka, angalau kuweza kupata tama la maji na vile vile kuweza kupata angalau juisi ile ambayo itakuwa inarudisha vizuri kwenye dakika 30 zitakazo. Tazama goli lake mchezaji Saifa Sowor hapa, moja kwa moja kutoka kwake Ibrahim Wanzala. Saifa Sowor akajua kwamba hapa mimi nishaifanya ile ambayo ilikuwa inahitajika kuweza kufanya, na hili ni goli ambalo unaweza kusema kwamba mashabiki waliweza kukubali kwamba shughuli inapigwa na vijana hapa. Lakini tazama hapa kosa likafanyika, hususan katika safu ya ulinzi. Wachezaji watatu wote walikuwa wamesimama, zungumzia Tyron Kariuki, zungumzia Amos Wanjala pamoja na mchezaji Lucas. Tazama, hakukuwa na mtu ambaye alikuwa kidogo anasimama hapa, lakini mwisho siku ngome ikatamatika dakika 90 1-1, tukisubiri dakika 30 za nyongeza. Wanafanyiwa miguu yao hapa ndio iweze kuwa kwenye hali nzuri. Huyo ni kijana Duncan Oluoch, ameingia nguvu mpya. Mawaidha sasa yanatolewa hapa na pale, wanahitaji kuwa na pumzi wachezaji wa nyumbani. Na muona Peter Mayoyo anashindwa kwa kuaje, anasemezana hapa na kijana Joseph Onyango, angalau kuona mambo yanakwenda kwendaje. Ikikwenda dakika 15 za kwanza na dakika 15 za kipindi cha pili, muda wa ziada, labda mshindi atakuwa anapatikana, na iwapo kutakuwa hamna mshindi, basi bila shaka inakwenda matuta 1-1. Stadio Jomo Kenyatta, mambo leo ndani ya kaunti namba 42, ikiwa chini ya Profesa Nyangi Nyong'o, fanisi wa hali ya juu, wakishirikiana na kaunti ya Kakamega, kaunti namba 37 kwa mujibu wa orodha ya kaunti zote 47 hapa nyumbani. Kaunti ya Nairobi ikiorodheshwa wachezaji wa Kenya wamekaa chini kabisa, wako tayari na wanahitaji wachezaji waweze kusimama kwenye miguu yao. TPS Momanyi tasema uko ndani ya matangazo. Asante sana mzee mzima Mathias Momanyi, mtangazaji wa idhaa ya KBC, anasema anafuatilia matangazo, tadubiri mazuri kabisa, na kuja vizuri kabisa. Asante sana vile vile Haji Kibwanga, nasema matangazo yanakuja mazuri. Ndugu yangu Kaloki pia nasema unafuatilia matangazo. Asante sana Chali, kijana wa mheshimiwa Mwashetani, nasema unafuatilia matangazo haya. Msalimie sana mheshimiwa Mwashetani. Mkurugenzi wa mawasiliano kwenye Wizara ya Masuala ya Ndani Francis Gashuri anasema kama kawaida kama si kumsikiliza na kutazama asikie sauti ya Zema, mipaka ya Kenya upo vizuri kabisa. Nasema hapa tunasubiria tu
hata itakavyokuja, lakini Kenya washinde. Kweli. Mheshimiwa John Njogu kutoka maeneo ya Ruiru anasema anafuata kwa karibu sana Ngarambe hii, anaitakia Junior Stars ushindi. Ndio hawa wananyenyekea mbele ya Maulana kwa faida ya kumwambia watangulie. Mwalimu Soita kutoka Hill School Eldoret anafuata kwa karibu sana, anasema shughuli safi angani, Junior Stars wasife moyo. Beki Mwamburi anasema kuntu kabisa imepigwa mbele ya umma, taratibu kabisa. Wahisi ambaye ni katibu mkuu wa SJAK fanya kazi nzuri pale KTN, anasema anapata shughuli burudani angani safi sana. Mwambie salimia rais wa SJAK. Bwana Waindi kabisa. Pokea salamu. Karibu tena, ikiwa ni kipindi cha kwanza cha vipindi viwili 15-15. Kenya ndio watakuwa na ugusa kwa mara ya kwanza, ikiwa tunapiga bismillahi. Uganda 1 Kenya 1, finali michuano ya Sekafa kwa wachezaji wasiopita umri wa miaka 18. Kenya wanaanzia upande ule ule waliomaliza dakika 90, kulia kupeleka kushoto, Uganda kushoto kupeleka. Teron Kariuki jaribu kwa Duncan Oluoch. Kariuki bado miguu yake na mpira havijakubaliana kitu cha kufanya. Alex Yiga, Travis Mutiaba anaipenyeza kumtafuta Dennis Kesiriko. Frank Katongole kushoto, huku wanaingia Uganda. Yiga kipa cha bado sekunde 50 tu, sekunde 50 tu. Makosa mengine yanafanyika kwenye defense ya Kenya. Wanawaambia mlichomekea, sisi tunachomekea, mukarusha, sisi tunarusha. Sekunde 50 za dakika 15 za kwanza. Angalia hapa, Kenya 1 Uganda 2. Angalia mahali ngoma ile ilitokea, Alex Yiga akicheza kujituma zaidi na akawa amemkata kweli kweli kijana Collins Ocheng, akaweka ngoma ile katika maeneo ambayo anasaka wachezaji ambao wanaweza kuweka kitu ndani. Hakimu Mtebi anafunga goli muhimu hapa, anafanya mambo kuwa tofauti kabisa ndani ya Stadio de Jomo Kenyatta Mamboleo. Hakimu Mtebi mzaliwa wa tarehe 6 Januari mwaka 2006 na ni mchezaji wa Villa Sports Club ya kule nyumbani kwao Uganda. Anaamsha mashabiki wa Uganda hapa. Shughuli sasa ni pevu kwa Kenya, shughuli ni pevu kwa Kenya. Wao ndio wanastahili sasa kutoka nyuma kusawazisha endapo nguvu wanazo. Uganda walitoka nyuma wakasawazisha kwa mara ya kwanza kwenye mechi hii. Wanaingia Uganda tena, wanaingia bado hatari kwenye mlango wa Kenya. Sasa ni kwenda mbio zaidi ya kwenda mbio. Abu Said Karungi anapiga shot lakini anafoka hapa. Ibrahim Wanzala kwa mara ya kwanza anafungwa magoli 2 kwenye michuano hii kabisa. Iwapo Uganda itashinda ile taji, itakuwa inaandika historia kama Uhispania mwaka 2010 kombe la dunia likifanyika katika ardhi ya Afrika kwa mara ya kwanza, nyumbani mwa Nelson Mandela. Afrika Kusini walishindwa mechi ya kwanza, lakini wakakwenda hadi finali kulinyakua taji, na hawa Uganda walianza kampeni yao kwa kusuasua kufungwa 1-0 na Tanzania. Wanafanya makosa. Stanley anakuja, Kisiriko, Dennis, lakini kipenga cha mwamuzi wa katikati uwanja Ronisa Fidel kutoka Rwanda kinaashiria kwamba Joseph Onyango kafanyiwa madhambi hapa. Joseph Onyango ndiye mchezaji ambaye yuko chini. Dakika 3 ya 15 za kwanza, Kenya wanajikuta chini sekunde 50 tu ya mpira kwanza. Huyu anachichemea Joseph Onyango, mchezaji wa Mofa Akademia Michael Engineer Olonga. Bado yuko wima kabisa kuendelea na shughuli. Dakika 93 wanakuja sasa huko Kenya kutafuta goli la kusawazisha. Lucas, Tyron Kariuki, Stanley Omondi, Duncan Oluoch wanaopoteza mpira. Anachukuja Alex Yiga, msababishaji wa goli la pili la Uganda. Batibu Okelo, Simon Mukisa, Wanjala jibu kwa kichwa kwa Stanley. Baron Ochieng
Wanaingia sasa huku Kenya, lakini anachelewa kwenye karamu ni Duncan Oluoch. Linda mlango Abdu Magada anafahamu kwamba bado muda upo, lakini akimeza angalau sekunde 10. Sahihi kabisa. Simon Mukisa anaambiwa nipishe hapa na Lucas. Dennis Kisiriko, Amos Wanjala pembezoni kulia, Baron Ochieng. Baron anaangalia aweze kupenyeza wapi. Duncan Oluoch. Duncan leta huko, aniaka goalkeeper Abdu Magada alikuwa anamtafuta Saifas Owuor. Abdu Magada sasa anajua akiweka kwenye mikono salama lazima avute pumzi nao. Kweli, manaka anajua Afrika wanaongoza magoli 2-1. Lileta kitu kizuri Duncan Oluoch kumsaka Saifas Owuor bila mafanikio, akaganda nayo chini kijana Abdu Magada. Wakati napokea rafa hapa kutoka kwa Emmanuel Kariuki, anaingia Aldrin Kibe anapigwa glaza na kwenda chini. Mwamuzi anasema tucheze mpira. Wapo wachezaji wawili chini. Aldrin Kibe inabidi anyanyuke mwenyewe. Anamuuliza mwamuzi katikati ya uwanja Rorisa Fidel kutoka Rwanda, hujaona ile? Yalikuwa ni madhambi ambayo ameyacheza kweli kweli hapa. Kijana Frank Katongola ameingia kama nguvu mpya, naye Adrien Kibet mfungaji bora hadi sasa akawa amekwenda chini, lakini angalia amekwisha kuwapa mawaidha mawili matatu. Amekaa chini hapa kijana Charles Okello na amehiari kunyanyuka. Ganga yake Keba Rashidi sambamba na Michael Kamo imemfaa kweli kweli. Kwa nasoma rafa yake Emmanuel Kimondo anasema anafuata kwa karibu sana. Juma Kiwabusia anasema raha kweli kweli angani. Shabiki Gor Mahia Oguso anapata raha. Tito naye anapata raha. Mwalimu mpira kurushwa. Baron nafahamu niambia atakuwa anarusha mpira ule kwa sababu ndiye anafahamu kurusha mipira mirefu pale kwenye kijisanduku kidogo. Yupo Innocent Kisolo, yupo Amos Wanjala, huyu hapa ni Baron Ochieng, anapewa jukumu la kuweza kurusha mpira. Baron anafaa, anajua anaurusha wapi, ni pale kwenye kijisanduku. Anakataa Saifas Owuor. Adrien Kibe anaweka mwili wake. Dennis Kisiriko anasema sijakasirika lakini sitakubali. Amos Wanjala anasema kule kulikotokea ujauzito mtoto apeleke huko. Wanjala bado hajarejea mahali anapostahili kwenda. Anakataa katakata hapa. Wanapata mpira namna gani hapa? Mashabiki hawakubaliani kabisa na maamuzi wa katikati ya uwanja. Mpira ulikuwa unastahili kurushwa upande wa Uganda, yameashiria Kenya, hivyo ndio mashabiki wanakataa. Batibwe Okello Kariuki Okello Ibrahim Wanzala. Muda haupo wa kupoteza. Nusu ya zile 15 za kwanza tushazikata hapa. Wanakuja Kenya huku panda juu. Namna gani? Hakuna mtu wa kuweza kufidia. Yuko chini mchezaji wa Kenya, yupo chini goalkeeper vile wa Uganda. Mchezaji wa Kenya bila shaka ni Saifas Owuor. Alipiga kichwa mparazo Simon Mukisa, wakaingia wakagongana wa Kenya wawili na goalkeeper vile Abdu Magada. Magada sasa hivi anajua kwamba lazima aweze kucheza na dakika ambazo zipo kwenye uwanja huu sasa hivi. Anajua wako kifua mbele, magoli 2-1 dhidi ya Kenya. Naangalia hapa walikutana Saifas Otieno mfungaji wa goli la Kenya, wakapatana na Duncan Oluoch kakake watoka nitoke Benson Omala wa miamba Kenya Gor Mahia. Na hapa Meyare kunyanyuka na ushikilia mkono wake wa kushoto wakati yuko chini. Abdu Magada anafanyiwa ganga hapa na matabibi wao Keba Rashidi na Michael Kamo. Na hapa hadi Yari kunyanyuka ndio ngoma iweze kuendelea. Na ndio mchezaji wa pekee ambaye anaruhusiwa kuweza kupata tiba ndani ya uwanja hadi itakapokubalika kwamba anaendelea ama haendelei. Huyo ni mlinda mlango. Baadhi ya wachezaji kwenye bench la Kenya
nyuso si za tabasamu, wanajiuliza tumekosea wapi sisi? Ni makosa yepi Mungu tumefanya? Unataka kutuadhibu mbele ya umma? Mungu wewe, tumekuja kwako, tumesoma na tunaomba msamaha, na kwa sababu Mungu ni mwepesi wa kusamehe, basi tuitikie amina, Wakenya wote waweze kusameheka. Amina. Na ameshasikia kilio cha Kenya, lakini Kenya wana mtihani mkubwa kulifuta ili goli lake hakimu na kufunga goli jingine kwa faida ya kuandika ushindi. Baron Saifas, Baron Tyron jaribu kulengeta, lakini anakataa, anaguswa na mpira, anakwenda chini. Watakwenda chini sana Waganda, manake wanajua hapa ni kipindi cha kwanza, muda wa ziada, wako kifua mbele, magoli 2-1. Mashabiki wanafoka kwelikweli, wanamwambia nyanyuke ili mradi ngoma iweze kuendelea, manake ni ngoma ya kurushwa na ni kwa faida ya Kenya. Amakinika Baron Ocheng kwake kijana Tyron. Wanakuja huko, goalkeeper anaunyaka, alafu anaunyaka tena, alafu anatulia chini tuli kabisa Magada. Kisha Gando na ile ngoma anatulia nayo na yari kunyanyuka kwa raha zake tu. Yeye na muda sasa hivi ni marafiki. Yeye na muda sasa hivi ni marafiki sana. Tuambia kweli, wameoana na muda kwa sasa. Naam. Naam. Dakika 100. 5 zinasalia kati ya zile 15 za kwanza. 10 toshaziweka kando. Kenya 1, Uganda magoli 2, fainali ya Sekafa kwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 18. Collins Ochieng, Amos Wanjala, alafu wanakumbuka waziri aliwaahidi kitu kizito. Naam. Frank Katongole katikati ya duara, bingwa wa kuchomekea vile vile. Frank Katongole, nguvu mpya. Frank Katongole anajaribu kuipenyeza. Baron yuko imara. Joseph Onyango sasa. Joseph Onyango, Stanley Omondi, Tyron Kariuki Jr. anaovuka msako katikati ya uwanja. Ngoma anamuona vizuri Alton Kibet. Alton Kibet wanakataa katakata. Kariuki tena anajaribu kugeuka. Kariuki anaandamwa na Alex Yiga kwake Stanley Omondi. Stanley Omondi, wanne wanamkaba Stanley Omondi, wanafanikiwa kuchukua mpira Uganda. Lucas Kungu anakataa, anauwahi maridadi kabisa licha kimo chake kifupi. Tyron Kariuki Jr. Tyron Kariuki anajaribu kuweza kututambulizia pasi, anawekewa ukigo na kwenda chini, wanakataa katakata. Bado pigwa kule, bado nakataa Uganda huko. Swabri Mpasa bado wanatafuta nyaka. Goalkeeper Abdu Magada analala chini. Anawaudhi kweli kweli mashabiki wa Kenya waliojaa hapa Stadio de Jomo Kenyatta mambo leo. Si tu mashabiki, anaoumiza nafsi vile vile wachezaji. Anatuumiza. Anakanyaga Kibet. Owor anakata katakata. Swabri Mpasa. Luch anagongwa nyuma. Mwamuzi anasema nimeiona, weka ngoma chini. Ikabu kuelekeza mlango wa timu ya taifa Uganda. Dakika 3 kati ya zile 15 ndizo ambazo tuziangalia. Wanapoteza umiliki wa ngoma tena. Alex Higa sasa wa Uganda. Travis Mutiaba. Abu Said Karungi anakataa. Abu Said wanarusha Kariuki sasa. Lucas Kungu anapiga pasi kumtafuta Kariuki, lakini pasi yake inakuwa haina macho. Usiku wa manane, pasi kama haina macho inaenda wapi? Hata kutoka nje kuweza kwenda pale uwani kujisaidia inakuwa ni vigumu sana. Kibatali kama kimeisha mafuta na kiberiti kimeroa, maana ni wakati mvua na upepo mkubwa sana unapiga. Kwa hivyo nje hakutokeki. Cha kufanya ni nini? Hauna ndoo wala beseni. Ashakumsima tusi, una hiari tu pale pale kitandani.
Boy Hari FMK anasema yuko Kajiado, afuata Ngarambe kwa karibu sana. Tyron Kariuki anaileta kinanyaka goalkeeper huko Abdul Magada. Daudi Maramba wa NTV Busia anasema kazi safi ngani. Momanyi right anasema shughuli inapigwa kweli ingawaje hapa tunahitaji kujituma zaidi. Kawongo anasema safi kabisa Kenya hoye. Mpaka sasa hoye ya Kenya ni ngumu kuweza kuisikia. Mashabiki wamedua hapa. Sigmund Maina ndiye mchezaji ambaye anaandaliwa kwa upande wa Junior Stars na mwalimu Salimu Babu. Sigmund Maina mali ya Kariobangi Sharks. Dakika 15 za kwanza ni sekunde zinasalia, labda iongezwe moja tu na Bertrand Manirakiza kutoka Burundi. Waganda wana haraka sasa hivi. Batibwi Okelo kiwa dakika 2 zinaongezwa kwa kipindi hiki cha kwanza cha muda wa ziada. Elvis Ondieke mwandishi wa Sunday Nation anafanya kweli, anasema Kenya itakia ushindi lakini mambo si mazuri. Stanley Kibet, Stanley Omondi kwake Owor anapiga ovyo kabisa. Saifa Owor angepenyeza tu, wenzake walikuwa anaitaka. Alikuwa na mwanya mzuri wa kupenyeza ngoma ile katika maeneo ambayo inastahili labda kupelekwa na kuelekezwa katika lango lake Magada, lakini angalia mfungaji wa goli la Kenya ambalo limesimama hadi dakika hii ya 106 zikiongezwa 2, bado mambo si mazuri kwa Kenya. Saifa Sotieno War Collins anazidiwa kimo hapa Kongo na mchezaji Frank Katongole, mali ya Vipers Sports Club chini mwa Uganda. Baron anasema tunaianza tunapotaka wenyewe, lakini mwamuzi anasema ianzwe panapostahili. Papo hapo palipofanyika dhambi ndio papo hapo nafaa kuitangulizia. Amos Wanjala, Collins Ochieng, Travis Mutiaba anauwahi mpira, miguu yake ni mifupi lakini mwepesi sana. Anakuja vizuri kabisa Amos Wanjala kwa umakini. Anageuka tena. Amos Wanjala jaribu kupiga chenga na mbabatiza mtu. Anafanya kazi si ya kwake Salimu Babu. Sasa ametulia Moses Ochama Age, mwalimu kwa upande wa timu ya taifa ya Uganda. Lakini wakati huo dakika 15 za kwanza zinakatika kwenye zile 30. Hapa ni kusema kwamba Kenya waliingia wakijua kwamba wana uwezo wa kuweza kushikilia ngoma. Tyron Kariuki akajaribu kupenyeza kwake Aldrin Kibet, lakini Waganda hawa sekunde 50 tu ngoma kuanza kupitia kwa mchezaji Hakim Mutebi wakaweza kupata goli. Kenya 1 Uganda magoli 2. Hivi shughuli imekuwa katika hiki kipindi cha kwanza muda wa ziada. Hili ndio goli alilofunga mapema Saifa Sotieno War kuiweka na kuitanguliza Kenya uongozini hapa dakika ya 66, na wakapata raha, na hapa ndo Waganda pia walipata mwanya wa kusawazisha na kukomboa. Abbas Cheyune dakika 77 anafanya mambo kuwa 1-1, wakawa sasa wamerudi kwenye mchezo. Ilichongwa nzuri kabisa, wakafanya utepetevu wa hali ya juu mabeki wa timu ya Kenya Junior Stars, na mwisho wa siku akajaza kile kitu ndani Abbas Cheyune. Na haikukomea hapo, wakawa tena kwenye sakasaka nyingi sana. Angalia hapa alipoingia Alex Yiga kwa uzuri, akaiwa ile ngoma akapiga kumtafuta Hakim Mutebi, naye Mutebi ndani ya dakika 91 akaandika goli muhimu ambalo limesimama hadi dakika hii ya kipindi mapumziko, tukielekea katika kipindi cha pili muda wa ziada. Goli safi kabisa tena hapa, walizembea kweli mabeki wa Junior Stars, akapata mwanya Hakim Mutebi akaandika goli la pili kwa Uganda. Mapumziko kuingia 15 za mwisho, tujaze 120. Uganda magoli 2, Kenya 1.
Sala ya pamoja. Charles Ngugi wa Mathare United anafuata karibu sana shughuli hii akiwa na Heski na Elliot Heno. Sema hapa kweli mlima umekuwa zaidi ya mlima. Mlima umekuwa zaidi ya mlima kuweza kukwea. Karibu tena kwenye kipindi cha pili cha muda wa ziada. Kenya wanafaa kuweza kujirudi na kurejea mchezoni walivyofanya Waganda. Kenya pia wana uwezo wa kurejea. Uganda wakipata bao jingine hapa, tuseme hii imeenda. Luwere Hulanga, wote Luwere Hulanga Sekafa anapigwa mtu kiatu na kwenda chini. Rorisa Fidel mwamuzi katikati uwanja. Baron Ocheng awe makini sana. Baron Ocheng awe makini sana, maana tayari na kadi ya njano. Ni kitu ambacho vile vile kilishuhudiwa kwenye mchezo wa nusu finali dhidi ya Tanzania. Kweli anafaa kumakinika zaidi nyota huyu ambaye ameisimamisha safu ya nyuma ya Kenya kuwa kwenye ukisiki wake, lakini mara hii anahusika kwenye madhambi haya. Huyu ni Njeru, anajihusisha sana na riadha katika maeneo ya Embu. Anasema anafuata kwa karibu sana kandanda, si riadha tu. Kwenye dongo la matangazo, mimi ni Nguvu Mpya Kakazema, mwenzangu ni Joshua Makori, ikiwa tumekupeleka vizuri kabisa hadi kufikia sasa, tukizisaza dakika 14 kati ya zile 120 ambazo zinafaa. Wanaingia Uganda, bado hatari huko, bado piga, lakini inatoka nje hapa. Mchezaji huyu mwite Dennis Kisiriko. Kisiriko iwapo alikuwa anapania kukasirika hapa, angeandika goli la 3, angekuwa amezika ndoto ya Kenya kurudi kwenye huu mchezo wa finali kwenye kaburi la sahau, lakini ile ngome ikakwenda nje kabisa. Kenya wanapata nafuu. Naingia Alton Kibe. Kibe anaingia, inapaishwa juu na pigo la moja kwa moja shoot, lakini inapoteza dira. Frustration kwa Kenya imeanza kuonekana kana kwamba wanaghadhabishwa na kila tukio ambalo linafanyika mchezoni, hususan wakiwa na mpira. Waganda kitazama hapa ni goal kick, lakini ile mlango hana haraka, anavuta nyuradi na ule mpira vizuri kabisa, anatulia nao. Kama tulivyosema tu, muda wa mechi na mlinda mlango wa Uganda Abdu Magada ni watu wawili wanaopendana kufikia sasa. Wameohana tu ndani muda wa ziada wa kipindi hiki muhimu, ili mradi waandike ushindi. Robi Mediska Njama yuko Embu anasema anajienjoy, bora uenjoy. Abdu Magada ameshindwa kuweka clean sheet, ndio, lakini anasema kwamba hata kama sijaweka clean sheet, lakini kama nitaondoka na taji itakuwa ni kwa manufaa zaidi. Itakuwa manufaa zaidi kabisa, manake hapa taji ni kubwa kabisa kuliko clean sheet. Kefa Nengo Bosira anasema kazi kuntu akiwa kaunti ya Kisii. Mbuya mono. Kitu ambacho Uganda sasa wanataka ni kuhakikisha kwamba mipira mingi inachezwa kwenye upande wa Kenya, kusababisha ikabu ambazo hazieleweki upande wa Kenya, lakini ili muda uweze kusonga. Sigmund Maina, Duncan Oluoch anateleza, Duncan anaileta huko, kuna mtu pasa anapanda juu kabisa. Stanley Omondi jaribu kuvalisha mtu kanzu, anakataa. Frank Katongole sasa ni butua, yani piga potelea pote. Hakim Mutebi anaunawa, mwamuzi anasema cheza, lakini kipenga sasa kinachelewa hapa, kitu ambacho mashabiki wanamwambia kazi yako ni nini, hamna kuchelewesha kipenga, dhambi likifanyishwa tu toa amri. Stanley Omondi anauweka mpira chini, anauweka vizuri ili aupige mahali panapostahili. Miguu imechoka kwa kweli. Stanley Omondi anainyanyua huko, wanakataa Uganda. Tyron Kariuki atawahi, jawabu ni hapana. Napigwa potelea pote. Baron anaingiza mwili na anahukumiwa kufanya ikabu hapa. Anauliza nimefanya nini mimi? Baron Ochieng. Angalia ndo hili tukio, alimchezea ngware kabisa Kirongi Nguvu Mpya, akakwenda chini akakaa. Mwamuzi wa katikati tafsiri yake Chambilecho Kakazema ikawa ni madhambi, wanaadhibiwa Kenya kwa faida ya Waganda. Swaburi Mpasa
Ibrahim Wanzala, yeye na muda hawana urafiki sasa hivi. Anaianza Sigmund Maina. Stanley pembezoni kushoto. Sigmund Maina anileta huko, anapanda juu. Abbas Cheyune, Tyron Kariuki anaikanyaga, amefikiwa na Franka Tongole. Lucas Kungu, Amos Wanjala, Sigmund Maina aleta, goalkeeper ananyaka vizuri. Abdul Magada aweka kwenye mikono salama. Alikuwa amenyatia kijana Duncan Oluoch wa Kisumu Day katika harakati ya kusaka goli la kusawazisha hapa, akaiona Simon huyo Joshua Makori. Abdul Magada alikuja vizuri, kiangalia alikuwa ameingia Aldon Kibet. Wanaanza Kenya sasa. Tyron Kariuki, Lucas Kungu anamgeuza, anavuka mzara katikati ya uwanja. Pasi kwa Tyron Kariuki, anachelewa, anafikiwa na mchezaji Franka Tongole. Hapa ni kusema ukiupata moja kwa moja peana Tyron Kariuki, maana akiupata itakugeuka tu. Kile walifanya wa Tanzania ndicho hicho ambacho Waganda wanamfanyia Tyron Kariuki, lakini wanapata faida ya kona hapa. Dakika ya 111. Tyron Kariuki, Stanley Omondi. Tyron Kariuki hawezi kusonga mbele, itabidi waianze nyuma. Stanley Omondi, Stanley jaribu kugeuka. Stanley wapi? Labda kikwenda kwa manufaa, inakuwa kwa manufaa ya mlinda mlango Abdul Magada, anaiweka kwenye mikono yake salama kwa Uganda. Anasema Uganda iko salama salmi. Anamfurahisha kweli Yoweri Kaguta Museveni, rais wao nyumbani. Anajua kirudi watasherehekewa kweli na kupata raha. Victor Wagetembe TV anapata raha ngani, nasema na Kisiriko. Travis Mutiaba, Kisiriko, goalkeeper ameiona. Ibrahim Wanzala anaianza, mtu anayewekea ukigo wa kifua. Mwamuzi anapima ikabu, anasema nimeiona ile. Duncan Oluoch anaambiwa mtu cheza vizuri, mtu anaambiwa cheza vizuri hapa. Ukianza butua dakika hizi 7 zinazosalia, mchezo wa soka una nidhamu zake. Mukaya Malenga wa burudani anasema shughuli safi angani hapa, muda na yoyoma kweli, unazidi kutupa kiwewe, hatujui itakuwa kuaje hapa. Rani Mose akiwa na Ruth Washeke anasema wanafuata kutoka Lavington, Nairobi, wanaitakia Kenya ushindi, ngawaje mambo si mazuri, tuombe bado muda ungalipo. Muda hujakwenda sana kiasi kwamba naweza kukata tamaa. Bonventure shabiki Shakike Kabumbu anafuata kwa karibu sana. Travis Mutiaba, mchezaji ambaye anafanya kazi ya kupeleka timu mbele. Elvis Sekajugu anaingia kuhakikisha kwamba anasaidia pale katikati kuweka ukigo Abdul Magada asiweze kufikiwa. Stanley Omondi alimfunga mlinda mlango wa Somalia mahali kama pale kweli katika ushindi wa magoli 4-1, mchezo wa 3 wa makundi, uwanja wa Estadio de Buhungo maeneo ya Kakamega, lakini hapa ni mbali sana kumsumbua Abdul Magada. Stanley anapiga na babatiza mtu, kipa anaiwahi, anarudisha ndani, anafanya nyaka na tulia. Dakika 6 tu inapimwa kona, mwamuzi anasema ilikuwa tayari ishacheza nje, kwa hivyo weka mpira upigwe kona. Chini ya dakika 6 mtazamaji. Stanley Omondi bado piga haraka kona ile, wanaipoteza. Lucas Kungu, Kenya yote imesonga mbele, anakukata
Inakataliwa hapa na Elvis Sekajugo. Kungu tena, wanakataa Waganda tena. Elvis, wanaingia Aldrin Kibet. Amos Wanjala anaipiga juu kwa juu kwake Sigmund Maina, anashindwa kudhibiti mpira Sigmund Maina. Yani ngoma inakuwa ni shughuli ambayo wanahitaji kujituma zaidi, lakini angalia masalio ya muda, dakika 5 tu tuingie ndani ya dakika 120, bado ndo sasa watalala chini sana hawa Waganda. Selfon Serio anasema shughuli safi anaipata ngani. Mtangazaji kasema pia anapata shughuli safi akiwa Kisii. Yupo chini ni mchezaji huyu Hakim, mfungaji wa goli la pili kwa Uganda. Amepanda machela na nafanyika Sigmund Maina pale, mwachie Baron. Inafanyika hilo nilolisema Baron Ochieng. Badala kurusha ndefu anirusha fupi. Amos Wanjala anainyanyua huko moja kwa moja kwa mikono ya goalkeeper. Hivi ni vitu ambavyo Kenya hawafai kufanya, kuweza kupiga mpira tu wamfikie Abdu Magada, kwa sababu Magada atakapokuwa na mpira moja kwa moja anachokifanya yeye ni kuhakikisha kwamba angalau sekunde 30-45 anazimega. Magada takumbukwa sana, fanyiwa madhambi hapa. Joseph Bate Onyango aliyechechemea akiwa ameinua guu lake la kulia. Joseph Bate Onyango ichezwa ngwari kabisa hapa. Mchezaji huyu mwite Dennis Kisiriko. Umeanza Kenya haraka upesi, Uganda wanakataa huku nyuma. Joseph Onyango wanakataa Uganda sana kubutua tu. Joseph Onyango, Tyron Karuka amefikiwa na Frank Katongole. Joseph Onyango kwa kichwa chengine kinalia, lakini tayari anaambiwa Saifas Owuor, umetoka himaya ya wenyewe umekuja himaya yako sasa. Makosa. Bado dakika tatu, si dakika nzuri kwa Kenya. Wakati naona ni kama mashabiki waliofurika hapa ndani ya Stadio de Jamhuri wanatumia ule msemo unaosema asiyekubali kushindwa si mshindani. Hapa wanahisi kwamba ndo mwisho wa safari ya Kenya ambayo ilikuwa imeandikisha 100%, ambayo mara hii inasambara. Abu Said Karungi, Ibrahim Wanzala kwake Amos Wanjala. Wanjala jaribu kumtafuta Sigmund Maina. Waganda wanakataa tena pale katikati. Alex Yiga, Frank Katongole, inapigwa moja ndefu huku. Kisiriko anakuja, kichwa chake Wanjala kwake Wanzala. One to 9 ndio kitu ambacho kinafanyika na mlinda mlango mara hii Abdu Magada, mlinda mlango kwa upande wa timu hii ya Uganda, akasema hamniwezi tena. 120 ndizo ambazo tunazihesabu sasa. Kenya 1, Uganda magoli 2.
Baron Ochieng anaisukumiza kule mbele, poteza muda zaidi hapa. Za nyongeza bado hatujajua ni ngapi, lakini rudi nyuma sana, anawaambia songeni mbele. Dakika zimekwisha hapa, tunasubiri tu kipenga chake Rurisa kutoka Rwanda tuweze kutawazwa mabingwa. Emmanuel Makoha wa KBC anasema kazi safi angani, anasema nyinyi ni majogoo. Haipendezi kwenye benchi la wachezaji wa akiba wa Kenya, ikiwa dakika ni 3 za kuhesabu. Dakika zikiwa ni 3 za kuhesabu, mtazamaji. Mpira wa kurushwa, Abbas Cheyune ndiye ambaye atakuwa anarusha kujaribu kumtafuta Dennis Kisiriko. Baron wanaingia Alex Yiga. Onyango anaitoa ngoma ile nje, nusura hapa tena wapatikane ndani ya dakika 3 hizi kufidia muda ambao umepotea ndani ya kipindi cha pili. Muda wa ziada wanapata kona ambayo walistahili kuipata Kenya, sio ya Uganda, lakini mwisho wa siku angalia ufanisi mkubwa. CPA Victor Tora Mogira akiwa line 7 Nairobi anasema Junior Stars mmepana, ni bahati haikusimama. Salim Babu hapa ametumia kila kitu kwenye akili. Yake tumia kila kitu alichokuwa nacho. Anapateni anasema vijana wangu wanapigana kweli kweli hapo Kenya. Salimu sana William Samoei Ruto. Dakika 3 tunasubiria sekunde 30 mtazamaji. Labda Nazaushe Franka Tongole kadi ya njano. Ibrahim Wanzala anajaribu kuweza kuisukuma ndefu huko, wanauacha uende nje mpira wa Uganda. Hii Makori tukubali imekataa. Hii mtazamaji kama Mkenya kubali imekataa. Hii mtazamaji wewe kama ni Mganda kubali imeridhia. Kama Mganda dua yako imeitikiwa. Hii ni ile wanasema imeenda. 3 zile za nyongeza tayari tushaziweka kando. Hapa ni mwamuzi tu Rurisa Fidel kutoka Rwanda anatenganisha medali na kikombe kwa Uganda, na ni hivyo basi mwamuzi Rurisa Fidel wa Rwanda anakiri kwamba Uganda ndiye bingwa. Hapa wamevipiga vita Uganda, hapa wamefanya kila kitu alichokifanya Uganda, licha ya kutanguliwa kufungwa kunako dakika 65 na Saifas Owor, lakini akaja kusawazisha Abbas Cheyune. Kipindi cha kwanza cha dakika 30 mchezaji Hakim Mutebi akaweza kuhakikisha kwamba mambo yanakuwa 2-1 kwa Uganda. Kenya wanapoteza fainali nyumbani licha ya kushinda mechi zote za makundi, kutoa sare kwenye nusu fainali, wakashinda kwenye penalti, licha ya vijana hawa mwalimu Moses Ochama Age kuanza vibaya kwenye makundi, kupigwa na Tanzania 1-0. Wanakuja hapa itakotanguliwa na Kenya, wanapata ushindi dakika 120. Mechi inatamatika Kenya goli 1, Uganda magoli 2. Ndo waliingia hapa Waganda na Wakenya fainali ya kombe la Sekafa mwaka 2023 kwa soko la chini ya umri wa miaka 18. Kama ikaanza Waganda wakawa ndo wa kwanza anza shughuli,
kwenye sakasaka ya mapema hapa, ikawa inawaendea wa Kenya, akawa yuko katika maeneo mazuri. Louis Ngavi akapiga ngoma ile ikakwenda nje kabisa, malengo yalikuwa yako mazuri, lakini matukio yake hayakuwa mazuri. Shadow War katika harakati ya kuiwindia Kenya goli, akamakinika kabisa Abdu Magada, mlinda mlango wa timu ya Uganda, na mchezaji mechi ya ushindi. Angalia Waganda nao wakakuja hapa taratibu kabisa, wakapata goli la kuongoza, goli la kufuta lile lake Saifa Otieno, akifunga goli muhimu Abasi Yune dakika 77 na kulifuta goli lake la dakika 65 Saifa Otieno. Bado Waganda wakawa wako katika mazingira mazuri ya kusaka goli la pili. Alex Jiga kaingia katika sehemu ya Kenya, naye Hakimu Mutebi akafunga goli la pili la timu ya Uganda.
huwa kawaida kuna mshindi na yule ambaye anamaliza nambari 2, lakini faida sisi sote tutaangalia tunaangalia wachezaji wamepata nafasi ya kujitangaza, na bila shaka siku zijazo basi hawa ndio wachezaji ambao tutaangalia. Na Ababu na Mwamba, karibu sana kwenye jukwaa waziri. Sasa ni rasmi mtazamaji, baada ya dakika 120 kukatika, ni zamu ya wale ambao wameweza kushinda na kushindwa vile vile kuweza kupata medali rasmi, ikiwa wale ambao watakuwa wanatangulia kuweza kuingia kupata medali. Lakini kabla hapo ni kuingia kwa waziri wa michezo Ababu na Mwamba. Hana nyuso ya furaha vile, lakini wenyewe wanasema kwamba lisilobudi hubidi. Katika mchezo wa soka lazima uweze kukubali kuna mshindwa na mshindi, kuna yule ambaye anapata ubingwa na kuna yule ambaye anapoteza ubingwa. Na hapa Uganda wamejipatia ubingwa na Kenya wanapoteza ubingwa wakiwa nyumbani. Yupo vile vile rais wa shirikisho la mpira wa miguu hapa nchini Kenya, huyo ni Nick Mwendwa, rais wa shirikisho la mpira wa miguu hapa nchini Kenya, akiambatana karibu kabisa na Wallace Karia ambaye ni rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, vile vile rais wa shirikisho la mashirikisho ya Sekafa. Kabisa ndo wanakuja kupewa lile kombe. Bwana Mwari amekwisha kuletwa kwenye jukwaa kuu. Namuona Niki Yakama pamoja na Doreen Nabwire, au wote ni wachezaji wa timu ya taifa kwa wanaume na wanawake mtawalia. Namaanisha Harambee Stars na Harambee Starlets. Namuona pia Doris Petra, naibu rais wa shirikisho la mpira miguu hapa nyumbani FKF, yuko kwenye jukwaa kuu. Ni swala la muda tu ndio waanze kuingia, na wanaanza kuingia kabisa. Ni waamuzi wa 5 ambao waliweza kufuatilia vizuri kabisa mchezo huu. Zungumzia Rurisa Fidel. Huyo ndio Rurisa Fidel ambaye amekuwa mwamuzi wa katikati ya uwanja, akisaidiwa pakubwa na Renove Bizumuremi kutoka Burundi, Said Hamisi Ndaisaba kutoka Rwanda, Bertrand Manirakiza kutoka Burundi vile vile, na Luis Hakizimana kutoka Rwanda akisimama kama kamisa. Na vile vile kitazama hapo, hicho kitu ambacho kinafanyika, walisha medali za kwao pia na wao, na waamuzi wote ambao waliweza kuwepo wanapata picha ya pamoja, wanapata picha ambayo itakuwa ni ya kumbukumbu. Marefa wote ambao walishiriki kwenye michuano hii wanaweza kuhakikisha kwamba kila mmoja anapata medali ya kwake. Hii inapendeza kabisa. Hii ni kusema ni kupeleka kumbukumbu kwa kila mtu, kupeleka kumbukumbu kule nyumbani, kupeleka kumbukumbu pale ambapo inastahili. Hapa ni kusema kwamba waamuzi wote wamepata ile ahsantum na bahshishi ya
kuhakikisha kwamba shughuli hii imefana katika masala mazima ya maamuzi. Hadi mchezo wa leo unaweza ukasema kwamba waamuzi wote walitekeleza wajibu wao, waamuzi wote walitekeleza majukumu yao ya kutafsiri sheria 17 za mchezo wa soka ambazo zimeongozwa na Gianni Infantino pale FIFA, zikashuka pale CAF, zikaja Sekafa vile vile, na ndio maana zinatumika hapa ama zimetumika hapa kwa siku hii ya leo. FKF vile vile wanatumia. Hii ni picha pamoja ya wageni wetu wakiongozwa na waziri wa michezo, sanaa na vijana, Mheshimiwa Ababu Namwamba, pamoja na katibu wa wizara ya michezo. Hii ni picha pamoja, picha kumbukumbu, picha yenye mazungumzo mengi kabisa. Hiyo ni picha ama hao ni waamuzi ambao wameweza kupata zawadi ambazo wameweza. Yamekuwa ni mashindano yenye ufanisi mkubwa tangia Novemba tarehe 25, yakifanyika katika kaunti mbili muhimu, kaunti ya Kisumu sambamba na kaunti ya Kakamega. Kaunti ya Kakamega, uwanja Buhungu ndio ulitumika sana. Michuano ya kundi la B ilikuwa inapigwa kule, isipokuwa ya mwisho ya makundi ambayo Kenya ilikwenda kupiga kule kwa raha ya mashabiki, kuifunga timu ya Somalia 4-1 kule. Tuzo ya fair play hapa naona moja kwa moja inaenda kwa Tanzania. Kiona hapa mchezaji wa Tanzania akichukua tuzo la fair play kabisa kwenye michuano hii, na moja kwa moja tuzo ambalo limekabidhiwa timu ya taifa ya Tanzania kuonyesha mchezo ambao ni mzuri kabisa, na moja kwa moja kwa kipa bora wa michuano hii, na moja kwa moja inamwendea Mkenya Ibrahim Wanzala, ambaye ukiweka kando magoli mawili aliyofungwa leo hii, alikuwa amefungwa bao moja tu kwenye michezo 4 iliyopita. Anakuja hapa akipokea glavu zile za dhahabu, anapewa hongera yake na rais, anapewa hongera yake na waziri. Wamevipiga vita kijana Ibrahim Baraza Wanzala, anapewa kombatio la mama hapa. Wanyana kuambia kombatio la mama ni muhimu sana. Anapata kombato au kombatio kutoka kwa makamu wa rais wa shirikisho Madam Doris Petra, kipa bora wa michuano hii. Bila shaka ni mchezaji Ibrahim nyota huyo wa timu ya Kakamega Homeboyz ya under 18, na sasa mfungaji bora kabisa wa mashindano haya, nyota wa Kenya Aldrin Kibet ndiye ambaye anapata tuzo la mfungaji bora. Aldrin Kibet akiwa anaondoka na kiatu cha dhahabu. Aldrin Kibet akiwa amefunga magoli matatu. Aldrin Kipchirchir Kibet ambaye leo hii nyota haikusimama sana upande wake kuweza kuisukuma timu ya Kenya kuweza kupata taji, lakini mwisho siku huyu ni kijana wa waziri, anapewa kombato zuri kabisa hapa, na hapa lazima vile vile apewe kombatio na kombato la mama. Wanasema kombato la mama ni muhimu sana. Aldrin Kibe, mfungaji bora akiwa amefunga magoli matatu, anakabidhiwa kiatu ama tuzo la kiatu cha dhahabu. Mchezaji bora Aldrin Kibet ndio huyo. Nyota wa Nastic Sports Academy maeneo ya Uhispania, mahali anakuzia kipaji chake, na huyu ni mmoja kati ya wachezaji ambao wametokea katika shule ya St Anthony Kitale, ikiwa chini ya kocha wao Peter Mayoyo, ambaye pia vile vile yuko hapa. Na mchezaji bora wa makala haya, bila shaka tuzo hili linaenda moja kwa moja kwa taifa la Uganda.
mchezaji jezi nambari 20 Hakim Mutebi. Huyu ndiye ambaye amevunja mioyo ya Wakenya mamilioni. Huyu ndiye ambaye baada ya kuanza tu kwa kipindi cha kwanza dakika 30 za nyongeza ameweza kupiga goli ambalo limewasumbua Wakenya kulitafuta kulisawazisha. Mchezaji bora yani MVP wa michuano ya mwaka huu. Bado mshindi wa tatu bila shaka ni timu ya taifa ya Tanzania. Mchezo mapema kabisa siku hii ya leo wakaweza kuipiga timu ya taifa ya Rwanda magoli 3-1. Magoli ya Tanzania yakifungwa na mchezaji Zidane Sereri na vile vile mchezaji Said akawe weza kutia goli, lakini pia navaa medali pia mchezaji Elias Lamek na hodha ambaye amesimama vizuri katika safu ya ulinzi kwa upande wa timu ya taifa ya Tanzania bara, ambao kitazama hapo kila mmoja na kubali kuivaa medali hile, wakiongozwa hapa na rais wa TFF Wallace Karia. Wanamfahamu vizuri sana ngera sana kwa wote ambao wameweza kuchangia pakubwa kwa vijana hawa wa Tanzania kuweza kufanikisha makala ya mwaka huu ya Sekafa kwa wachezaji ambao si zaidi ya umri wa miaka 18. Habib Kondo, mwalimu huyo, anavalishwa medali ya kwake na anasalimiana hapa na rais wa TFF pamoja na rais wa FKF pamoja na waziri wa michezo. Benchi la ufundi na wale ambao wameandamana na wachezaji kwa upande wa timu ya taifa ya Tanzania wanapata fursa ya kuweza kupata picha ya pamoja, picha ambayo wachezaji wanakaa mbele benchi la ufundi na wachezaji baadhi wakiwa wamesimama, wakisimama juu kabisa. Ni wageni wetu wakiongozwa na waziri wa michezo, vijana na sanaa kwa taifa la Kenya, zungumzia mheshimiwa Ababu na Mwamba. Vile vile yupo rais wa shirikisho la mpira wa miguu hapa nchini Kenya FKF Nick Mwendwa, na vile vile yupo rais wa TFF ambaye pia ni rais wa Sekafa Wallace Karia. Hao ni Tanzania ambao wanaridhika na kuikubali nafasi ya tatu baada ya kuipiga Rwanda magoli 3-1. Na sasa ni zamu ya mshindi wa pili wa michuano hii ya Sekafa kwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 18, nao si wengine bali ni Junior Stars ya Kenya baada ya kupoteza magoli 2-1 mikononi mwa Uganda. Makori, kweli kabisa,
Anawapigia makofi waziri wa michezo Babu na Mwamba. Anatangulia kuongoza rubaa kuelekea kwenye jukwaa kuu ni kapteni wa Kenya Amos Emmanuel Wanjala. Si mwanzo wala si mwisho, ni utangulizi huu. Anavalia ya kwake vile vile mchezaji Aldrin Kibet. Lucas Kungu pia anavalia ya kwake. Anavalia ya kwake vile vile ni mchezaji Mwite Kevin Musambai. Anavalia ya kwake vile vile ni mchezaji Sigmund Maina. Saifas Owor aliyetangulia kufunga kwenye mechi ya finali pia anavalia medali ya kwake. Collins Ochieng pia anakubali kuweza kuivalia medali ya mshindi wa pili. Anakubali kuivaa medali ya mshindi wa pili. Joseph Onyango vile vile ambaye ameonyesha kazi nzuri baada ya kuwekwa bench. Mansur Suleiman kajituma vizuri kutengeneza upacha yeye na Amos Wanjala. Anakubali kuvalia medali vile vile ni mchezaji Mwite Tankano Luoch. Tyron Kariuki ambaye ameonyesha mchezo mzuri sana katika makala mwaka huu ya Sekafa kwa wachezaji ambao hawapiti umri wa miaka 18. Humphrey Aroko pia mfungaji benchi la ufundi pia nakubali kuweza kuvalishwa medali. Namuona Samuel Koko mwalimu wa makipa. Namuona vile vile Antonia Julia ambaye ni mwalimu. Samu si 100%, yani wanatabasamu kama 40% tu hivi Makori, kama ambao wamelazimishwa kutabasamu, manake nyoyo zao zimejaa huzuni. Wachezaji wa timu ya Kenya Junior Stars, na hawa watakuja kuwa tegemeo sana kwa Harambee Stars ya miaka ijayo. Walimu wao wako hapa wakiongozwa na Salim Babu, Anton Viera Haulia, Peter Mayoyo. Wamekubali matokeo na ndio jambo la maana. Ndio, ni chungu kuimeza, lakini kawaida unaambiwa ukimeza kama ni chungu, labda ndio lile gonjwa ambalo unalo, ule msukosuko na msukumo na matatizo ambayo nayo yanapungua, imeze ikiwa chungu. Na sasa ni zamu ya Uganda, bingwa wa Sekafa kwa wachezaji wasiozidi umri wa miaka 18, nao wachezaji kuweza kuvalishwa medali. Namuona hapa mchezaji Mwite Abbas Cheyune anakuwa miongoni mwa wale ambao mapema kabisa kuvalia medali, lakini wa kwanza itakuwa ni Simon Mukisa ambaye leo hii amejituma vizuri kabisa kuweza kuhakikisha kwamba ngome ile inasimama vizuri kabisa, ngome ya Uganda. Yupo vile vile mchezaji Alex Yiga ambaye ametokea kwenye bench na pasi zake na kasi yake ikaweza kuzalisha goli la pili kwa Uganda. Mchezaji ambaye amechukua tuzo la mchezaji bora yupo vile vile Hakim Mutebi, anakubali kuvalia medali yake. Abubakar Mayanja pia naye anakubali kuvalia medali na anakubali kuvaa medali vile vile. Hafidhi Sonko ambaye anakubali kuvaa medali hapa, hata kama uitaki utaichukua. Swambri Mpasa amecheza kwa upacha mzuri kabisa baada ya kuumia kwa Louis Anguti, na akacheza kwa upacha mabeki watatu akiwa Swambri Mpasa, Simon Mukisa na Batibwe Okelo. Wao ni miongoni mwa wachezaji ambao unaweza kusema kwamba kwa kweli wamepigana vita, wamejituma, wanastahili. Waganda hawa wanajua kwamba mwanamwali ni wao. Mchezaji huyo Mwite Abbas Cheyune, goli lake la kusawazisha moja kwa moja likawarejesha Uganda hawa kwenye mchezo. Abubakar Mayanja pia ni miongoni mwa wachezaji ambao unaweza ukasema wamecheza kwa umakini kabisa, wakiendelea kuvaa medali vile vile. Benchi la ufundi kwa timu ya taifa ya Uganda yupo mwalimu Moses Ochama Age, pia naye anakubali kuweza kuvalia medali maalum ile ya kuonyesha kwamba wao ndio washindi. Yupo vile vile Stephen Billy Kigundo ambaye ni mwalimu kwa upande wa makipa. Nahodha yupo nyuma kabisa huko akisubiria tu mambo yatakuwa namna gani. Hapa kama sijakosea ni Louis Anguti ambaye anaambiwa wewe ndio ambaye utasalia kuweza kubeba taji. Ndio huyo Louis Anguti, jezi nambari 5 akimsalimia sasa hivi mbele ya kamera waziri Ababu na Mwamba, waziri wa michezo wa taifa la Kenya. Lakini kabla ya kupewa
kombe lile mwanamwali ambaye ananing'inia pale juu na kuleta raha, lazima aweze kuvalia medali ya kwake na kuweza kupiga picha ya pamoja. Na waziri wa michezo anashuka kwenye jukwaa akisaidiwa hapa na rais wa Sekafa ambaye pia ni rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Tanzania. Wallace Karia ndo huyo ambaye anabeba mwanamwali na ni kukabidhiwa mwanamwali huyo kwenye mikono yake. Louis Anguti anapewa waziri wa michezo. Waziri wa michezo anamwambia angalia kwanza, thibitisha Louis Anguti kwamba limeandikwa nyinyi ndio mabingwa, nyinyi ndio mabingwa. Waziri wa michezo picha kwanza, alafu aweze kuliachilia mikononi kombe lile liweze kuwa mikononi mwa Louis Anguti. Anajiunga vile vile kwenye picha pamoja ni waziri ama ni rais wa TFF Wallace Karia. Na sasa Uganda, na sasa Uganda, na sasa Uganda, na ni rasmi mtazamaji kwamba Uganda ndio mabingwa wa Sekafa kwa mwaka wa 2023. Wachezaji 10 baada ya kutoka nyuma na kuweza kuifunga Kenya magoli 2-1 kwenye fainali bab kubwa kabisa hapa uwanja wa Jomo Kenyatta Mambo Leo Kisumu. Uganda ni rasmi, wao ndio mabingwa makori, ndio mabingwa. Kombe linameta na kumeremeta, metu angani, wamekwisha kulinyanyua hapa. Waganda wamecheza kujituma zaidi kuifunga Kenya katika fainali hilo kwenda dakika 120, wakawa wameandika ushindi wa magoli 2-1. Hapa bendera yao naiona kwa mbali, wanakaa chini ili kuendelea kupata raha kweli kweli hapa. Waganda ndio mabingwa kombe la Sekafa kwa nasoko chini umri wa miaka 18 mwaka 2020. Na niseme na kupeleka shukrani kwa wale wote ambao tumesaidiana kuhakikisha kwa matangazo hayo unayapata ya moja kwa moja. Director wetu Tony Munyawa, asante sana. Pale kwenye graphics Martin Kimwele, shukran. Pale kwenye EVS Sharifa Stacy, thank you so much. Edu mwenyewe, audio engineer Ferdinand Simeyo, asante. Na wapiga picha wetu wote, Japita James Japita mwenyewe, Alan Evander Lewis, asanteni sana. Flow manager wetu Mike Nyabera, logistic ndugu Derek Amondi, Peter Tuge na Karis mwenyewe, na vile vile pale kwa Uplink Ochieng Petero, asante sana. Mimi nimekuwa wako Kakazema Nguvu Mpya pamoja na mwenzangu Yoshua Makori. Tunasema imependeza kutoka hapa Kisumu. Kwa heri na bye bye. Ndo waliingia hapa wa Kenya wakiwa na saka goli muhimu dhidi ya Uganda. Akaanzisha ngoma ile Rurisa kutoka Rwanda. Kenya ikawa iko katika maeneo mazuri ya kwanza.